Jua la usiku, jua la usiku, jua la usiku. Kuna mambo mengi kwenye jua la usiku. Wewe malete dawa huko. Wewe mama. Ambulete dawa haraka. Hii hapa dawa hii hapa. Mungu msaidie mwanangu. Mungu msaidie mwanangu. Mungu msaidie mwanangu. Mungu wewe jamani. Haya abiwe, kama kuna mtu mbaya, kama kuna husuda, kama kuna mchawi, kama kuna mwanga, tena akiwa humu ndani, Mungu mlani. Uchawi umrudie mwenyewe, ugonjwa umrudie mwenyewe. Laana maneno gani hayo? Bwana mkande, tunauguza mtoto. Tunaongea maneno ya kuguza. Mungu wewe msaidie mwanangu. Mungu msaidie mwanangu. Mungu jamani. Tusikilize sisi binadamu, kama kuna kitu kibaya, kama kuna mtu, kama kuna husda, Mungu zimrudie mwenyewe. Huyo mtu Mungu amlani. Mamlani kabisa kabisa. Kama kuna mchawi, kama mchawi yuko mumu ndani, Mungu mlani. Mungu kama mchawi uko ndani, Mungu mlani. Ili gonjwa mshushie yeye. Yaani Mungu saidie laana kubwa. Unanikela wewe. Mungu saidie, Mungu saidie mwanangu wewe. Kazi ya kusema sema ovyo. Mchawi yuko mumu ndani nani? Utajijua mwenyewe au ndio wewe? Ndio wewe utakumla nyama mwanangu? Tutaacha kuuguza hapa. Tutaanza zoezi lingine. Haya, sasa tuache kuuguza. Tuache kuuguza tuone, ndio ulichokuwa unakitaka. Tufanye kazi ya kuuguza, unapiga mikelele tu. Nakwambia tena kwenye maombi utaki. Nitoke kitu gani mwanga mkubwa we? Mle nyama sasa. Mtafune. Kwa nini unafanya vitu vya ajabu? Mimi nasema wewe ndio uliomuua. Nimekwambia toka hapa, unielewi? Toke nini kwenda zako uko pala kama jiwe? Kazi ya kula watu tu. Unamla mwanao mwenyewe, una hata haya we. Huyu utamla nyama we, mzee mwanga mkubwa wewe. Wewe nitakubadilikia. Badilika kama mwanamume kweli, badilika. Unamuua mtoto wako mwenyewe, mwangalie pala kama jiwe, mzee mwanga mkubwa, ndio kuniuia mwanangu, baba mzima huyu. Mtu gani? Nakwambia twende kwa maombi utaki. Twende tukafanye maombi utaki, ni yako nini kama sio kumuua? Huyo utamla nyama huyo. Pala kama jiwe. Sema basi tu, mimi na uchungu wa mwanangu hapa. Una lolote wala uchungu gani na unachekelea afe umle nyama huyo? Unajua ndugu yangu Akui, nimekuja hapa tuzungumze kidogo, lakini nataka nikupe angalizo. Sisi ni watoto wa kiume na haya mambo tunaongea hapa ni ya kiume, Kwa nakuomba ndugu yangu, chonde chonde, sio tunaongea hapa tena mambo ya siri unaanza kuyatapakaza hapa mtaani, tena nianze tena mimi kuonekana sina busara pamoja na ndevu zote nilizonazo hizi. Mimi bwana, nataka nimuache mke wangu, nimpe talaka, kwa sababu naona simuelewi yule mwanamke. Nahisi kabisa yule ni kigagula, kwa sababu kuna wakati nikilala naye, yaani najua kabisa kama nimelala na bundi hivi. Kuna wakati nataka kuja kunibusu na mimi nataka nimbusu, mdomo wako unabadilika, unakuwa mdomo wa bundi, na kurupuka, ila mwenyewe hajui. Kwa mimi kujua nina chale kidogo za kuwajua wanga. Kwa ndugu yangu, nataka nikwambie na jambo lingine la mwisho, tokewa niwe na ule mke yule, sipati maendeleo. Bora yule ex wangu kweli sikumuoa, lakini kidogo ile nilikuwa napata. Sasa yule tokea nimemuoa, ndugu yangu, sina nachomiliki zaidi ya baskeli. Na baskeli yenyewe ya mtoto, yani sina uwezo wa kununua baskeli ya mtu mzima. Umeona hapo? Kwa ndugu yangu, nataka unishauri. Sasa ndugu yangu Njenje,
unasema mke wako si mchawi, si kigagula, si mwanga. Hivi ushajaribu kwenda kwa mtaalamu yoyote, mganga yoyote hivi? Nawezaje kwenda kwa mganga ndugu yangu? Yule kanifunga, yule mwanamke kanifunga mimi hapa. Sasa hizi ndo naanza kufunguka nimeanza kukwambia wewe. Yule mimi kanifunga. Yaani mimi kila nikikaa mwenzio mwili wangu unakuwa mzito. Yaani hata harufu ya jasho langu silielewi. Linarukia ndumba. Yaani nikikaa hivi jasho likitoka naona harufu ya vibuyu, nasikia harufu ya vibuyu. Yaani najihisi kabisa mimi nimepigwa chale. Kwa ndugu yangu naomba sana msaada na unipe mimi ushauri. Njenje, mimi kila nikikaa katika halmashauri yangu ya kichwa naona kabisa yule mke wako yule, mbegu zako za kiume anafanyia ushirikina. Upo sahihi Tawile. Wewe si mganga, ila wewe malaika wako akali. Ni kweli. Kwa sababu gani? Umeona kama leo anajiambanga eti anajishtukia. Oh, mimi nataka mtoto. Oh, mimi si nataka nini? Kumbe ule mshenzi mbegu zangu za kiume wanazichukua ndo wanazigeuzia mafuta kwenye ndege zao za wachawi. Sasa bwana Njenje, mimi nachokiona kwa jinsi ninavyopenda mimi kesi za ushirikina, ilo swala limekwisha kwa upande wangu. Ndio. Yaani sawa, yaani kesi kapelekewa hakimu. Hakimu mwenyewe ndo mimi. Ndio. Ilo jambo lako nitashughulikia, nitafanya kila kitu ninachokiweza mimi, nitakupeleka kwa mganga wangu. Yaani wewe lazima utazaa na utazalishwa. Niachie mimi. Kwa mimi kuzaa hapo sasa, mimi mambo ya kuzaa ndo sitaki. Mimi nataka nimzalishe na nimtoe uchawi, nipate uhuru tukiwa faraga, nisiwe namuona bundi, mara namuona paka mweusi, mara namuona sijui nini. Alafu kuna wakati naweza nikakaa hivi, yeye anaosha vyombo na liona lile komo lile linatoka linaingia chumbani. Na litazama kabisa linanipita hapa. Nalifuatilia kwa macho komwe. Alafu linatoka kwa speed. Kasema hili komwe au mwendo kasi hili? Nipeleke kwa mtaalamu anayejiamini na anayejijua, bila hivyo pale atoboi. Atampeleka Kikundu juu. Yule namjua gwiji kutokea babu yake, kwa taarifa nilivyochunguza, kumbe yule uchawi kautoa mbali. Umesikia? Yule uchawi sio kwamba eti wameununua kwao. Wale uchawi wanaotengeneza kuanzia familia yake mpaka wao wenyewe, mpaka yeye mwenyewe pale unavyomuona, kumbe yule ana uwezo wa kubuni. Aike hiki litokee bomu. Aike hiki atoke hivi, ndio maana mimi kanidhibiti. Unavoniona pata mchepuko sina ndugu yangu. Mimi unavoniona hapa mchepuko ule, hata mwanamke akipita fanya yaani kama mbwa haitiki ageuki. Kanifunga kila kitu. Basi bwana Njenje, hapa hilo jambo limekwisha. Mimi ninavyopenda kesi za ushirikina, ilo kwangu limekwisha kabisa yani. Niachie mimi ndugu yangu. Unaonekana tu hata sura yako umekaa kiushirikina. Basi mimi nakutegemea wewe kaka. Sasa nikuache basi. Si unajua tena mimi nikikaa hapa moyo ushanilipuka. Chale hizo nishamkumbuka mke wangu. Acha niende bwana. Wewe utakuja kunigombanisha na mke wangu wewe. Vipi mwanangu? Mbona hupokei simu? Yaani hata sijui nianzie wapi. Maana nikisema kwamba sijasikia ikiita nitakuwa naongopa. Nimeisikia vizuri sana. Lakini ile kunyanyuka kwenda kuangalia kwamba ni nani anapiga, hilo akilini halikuja kabisa. Yaani kwamba sikuwepo. Na zaidi ni kwamba nilikuwa katika fikra nzito sana nikiwazia hii nyumba jinsi ilivyopweke. Unamaanisha nini? Kwani wewe huoni kinachoendelea? Watoto wote tumeshawala nyama. Wewe unaichukulia kirahisi tu. Nasikia? Mimi nasumbua ubongo, ninajiuliza. Ni itikadi au ni njaa au ni tamaa ambayo imefanya tukafanya yote haya? Sawa eh? Sasa hivi hata tukiuma nani atakayetusaidia? Alafu tumesahau kabisa kwamba kuna kitu kinaitwa umri. Hii umri unavyosogea atakayetusaidia nani? Acha hilo basi. Kuna kitu kinaitwa kifo. Hivi siku tukifa ni nani atakayetuzika wakati ndugu, jamaa na marafiki wote wametutenga? Au itakuwa ndio ile mtu kapotea
hajulikani kwamba yuko wapi. Kuja kutambua kwamba amekufa ni kukuta mbwa wanapita njiani wamebeba moja ya kiungo chake. Si ndiko unakotaka huko? Hebu acha mawazo yako ya kijinga. Wewe aliyekwambia mchawi hana rafiki nani? Ya kwangu ndio ya kijinga, si ndio? Sikiliza. Hakuna urafiki wowote kwa mchawi. Sawa? Urafiki wa mchawi uko kwenye hizi itikadi zetu na nyakati nzuri, sio kwenye nyakati mbaya. Tofauti kabisa na mtoto kwa ambaye hata kwenye nyakati mbaya, tena kwenye nyakati mbaya ndio ana urafiki wa karibu zaidi na wewe. Kwa hiyo nataka uelewe kwamba urafiki wa mchawi ni tofauti kabisa na urafiki wa mtoto wako uliyemzaa. Kwani unataka kusema nini? Maana unanizunguka zunguka tu. Mpaka hapo tulipofikia, kwa kweli mimi la kusema sina, bali nitabaki nikilia na moyo na kuilaumu nafsi yangu kwa hiki nilichokitenda. Sasa usije ukajuta kule kwenye kikao, na hayo maneno yako unaoropoka hayo uende ukalopokea kule kwenye kikao, mimi sitakutetea. Kwa hiyo ina maana unaweza kuila nyama yangu siku moja? Kama wewe ulivyokula nyama za wasaliti, na wewe nyama yako italiwa vile vile. Msikiliza kwambie kitu kimoja. Sikiliza nikwambie na uwe makini. Unapokuwa unazungumza na mimi ninapokuwa nazungumza na wewe, naomba tusizungumze kama mahawara waliokutana baa. Wewe ni mke wangu, unatakiwa uzungumze kama unazungumza na mumeo. Usijali mume wangu. Napenda baby. Mleta mgonjwa wake nimtibie, mleta mgonjwa wake nimtibie, mleta mgonjwa wake nimtibie, mleta mgonjwa wake nimtibie. Kijana umerogwa kijana. Nilijua, ndio maana nilikwambia mimi nimerogwa. Unajua mtu ukikaa ukijitazama tu mwili wako unakuwa mchovu, unakuwa mzito hapo, ujue hapo umepigwa nyungu hapo. Ndio nilichokwambia ndugu yangu. Lete vitu mganga. Yaani kijana hauwezi kuitwa baba kamwe. Yaani maisha yako utabaki kutapatapa tu. Umeona? Yaani mimi anachomaanisha mganga hapa kwamba mimi watoto wa jirani wataniita anko, mjomba, sio mimi kuwa na mtoto wangu. Umeona ndugu yangu? Lete vitu mganga. Na huyo aliyokuroga huyo ni mtu wako karibu sana. Namjua. Nishamjua kabisa, nishamjua huyo mtu. Unajua bwana, mchawi wako lazima wewe unamjua. Kwanza akiamka asubuhi lazima awe amekununia. Yaani yeye mnaweza mkalala pamoja, lakini asubuhi tu amenuna kwa sababu sikakuchawia usiku, labda amekuta vitu vizito. Umeelewa? Kwa hiyo mimi mtaalamu, mchawi wangu kabla hujafika mbali namjua. Sasa niambie kinatakiwa kufanyika nini? Bwana mganga, nisaidie ndugu yangu. Huyu ndugu yangu kabisa damu. Kwamba haya matatizo yake ni makubwa sana. Mimi mwenyewe nimeguswa na matatizo yake. Haiwezekani mbaba kama huyu akakosa kuzaa. Ndio, kwa sababu mimi kila kitu nafanya vizuri baba. Nitaka nikwambie tu ukweli. Vitu vyote vinaenda kama ambavyo Mungu amesema wanaume tufanye. Tunafanya. Nafika kila sehemu na naona kabisa nguvu ninazo. Lakini sasa nashangaa yale hizi mbegu hizi, yani mbegu zangu tu mimi ndugu, nikipanda mahindi yanamea. Nikipanda sijui minazi inakuwa. Yani mbegu tu za kiume nikipanda kwa mke wangu ndo zisimee. Hiyo bwana, hiyo hapo nimerogwa hapo. Bwana. Japokuwa tu na hela, lakini kilinda mkoba tunacho. Msaidie bwana ndugu yangu. Usijali kuhusu hilo. Yaani anatumia nyota yako wewe kwa ajili ya kungaza biashara yake. Lakini usijali kuhusu hilo, mimi nitakutibia. Nitakupa dawa. Ili hiyo dawa uende ukaifanyie kazi kwa nyumbani kwako. Nataka nikupe angalizo. Huyo mtu wenyewe ni gwiji kuanzia yeye. Watoto wake huko wao wote ni wanga. Yaani yule
uchawi amelisi kwa babu yake, bibi yake, mjomba, shangazi yake. Sasa baba yake mdogo alikuwa na mtoto. Sasa yule mtoto akazaa. Yule mtoto alivyozaliwa akapata makamo, akabakwa. Alivyobakwa akapata mimba. Sasa mtoto alozaliwa yule mjukuu wake. Ndo uchawi umetoka huko. Wewe utamuweza kweli huyo? Kwanza nataka nikwambie, ukimwona mchawi afa na komwe, huyo hatari. Uchawi wote anaweka hapa. Umeelewa? Yaani ana komwe limekuja mbele hivi, komwe, basi vibuyu vote ndo viko hapa. Sasa kuvitaimu hivyo vibuyu ili uchawi utoke, hapo ndo kuna shule. Sasa wewe kama unajiamini twende. Kama hujiamini ndugu yangu, kuwa makini, utapelekwa kikundu juu. Oho. Yaani usijali kuhusu hilo. Nishatibia watu wengi sana wenye matatizo makubwa kuzidi wewe. Yaani hilo tatizo dogo sana. Haiwezekani nikashindwa mimi. Ndio mnavyosemaga nyinyi, ila mnatuagiza kuku, tukishaleta kuku mnatupa sisi manyoya tukafukie na kucha. Alafu kuku mnasema mruhusiwi nyie kula, mnakula nyie. Alafu baada ya kazi kwenda kugoma wanaanza kusema umekosea masharti wakati kazi yote ulifanya mwenyewe. Nakwambia kuwa makini. Mnajiaminigi sana nyinyi waganga, mnajiaminigi, mnatupa maneno matamu, mazuri, lakini baada ya kazi mnaanza kusema sijui kimefanya hivi, kilikwenda, kimefanyaje. Mtaalamu na kuonya, yule mtu achezewe. Mbona kijana mbishi sana wewe wa kuelewa? Sisi kwambia naweza kazi hiyo. Usijali kuhusu hilo. Mganga wako ananipokea. Sasa kaka, mtaalamu, basi mimi nikwambia kitu kimoja. Mimi nakuahidi, kama ukimweza ule kigagula yule, ninayemwisi mimi ule kigagula, ndugu yangu, nitakupa zawadi nzuri sana, na iahidi mizimu. Basi sawa, jambo hilo limeisha hilo. Tutaenda kulifanya haraka iwezekanavyo. Kaja na mgonjwa wake nimtibie. 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 Yaani kwa mganga hela unatoa na nyimbo unaimbishwa. Yaani kama ndo wale wasanii wale, umelipa hela show afa anakuambia tuimbe pamoja. Sasa mimi nimekulipa ili nije kusikiliza wewe unaimba. Tena unaniambia mikono juu, na mimi niweke mikono juu, ndo hawa. Wewe unakwenda? Nakwambia hivi, mimi siwezi kukaa hapa, lazima niende nikafanye kitu. Wewe umefanya nini? Wewe si umekaa tu unangojea mwanangu afe? Nasema mke wangu, tujaribu kutumia utaratibu mzuri ambao unaweza ukamsaidia mtoto wetu. Hizi paniki hizi unazozileta hizi zinaweza baadaye zikaja zikamkandamiza kabisa mtoto. Paniki gani? Mimi ninakwambia twende pole pole. Mimi kuna jambo ambalo nimelifanya. Hivi sasa tumekaa wewe na mimi tunasubiri majibu tu, lakini majibu naamini kabisa yatakuwa mazuri. Rudi pumzika. Sasa wewe, mimi najua wewe kwa nini unanikataza. Unajua nikienda kule nitakugundua uchawi wako. Sasa ninachokwambia bwana, mwanangu asife. Nakuomba sana mwanangu asife. Mwanangu akifa wewe mzee utakufa vibaya sana. Tena utapata tabu katika maisha yako wewe. Wewe mwanamume usiokuwa na huruma wewe. Wewe labda unaweza kuniua mimi, lakini ukimuua mwanangu na mimi niko macho, wewe utakufa na dunia nzima itakuua. Nakwambia kabisa hiyo. Unanikataza nisiende kwa sababu gani? Mwanangu anateseka vile. Makelele mke wangu. Uko ndani unashindwa kunielewa haya ninayokuambia. Unikuelewe nini? Waache wasikie. Nimekuambia mimi mumeo rudi ndani. Majirani waache wasikie, wajue wewe mchawi ndio unayemuua mwanao. Tabia gani hizo bwana? Tabia gani? Nakwambia kweli mimi bwana wewe. Usinione mimi bwege. Wewe unaniona bwege wewe? Unajiona umewini mtihani? Nateseka hapa mimi, napanda nateremka, napanda, rudi ndani. Sasa nakwambia mwanangu apone. Wewe usiseme rudi ndani. Utakiona cha moto.
hata sijamaliza dawa ameshakuja. Sasa hapa nifanye chapu chapu hapa. Sio kama wakanitungunywa mapema. Yaani wachawi sasa hivi wanafanya, sasa hivi wachawi wanafanya uchawi wazi wazi. Mchana kweupe. Au uchawi umeshakuwa ajira, watu wanalipwa mshahara, si hatujui. Basi watupe hizo siri. Vijana tuna ajira, wao wanafanya uchawi. Hao ndo ajira yenyewe kwa sasa. Wamefika. Naondoa sasa. Hawa paka gani wao wanalia mchana? Paka analia kwa majonzi kabisa. Mtume, we! Acha masiala bwana wewe. Wewe, nani wewe ndani huko? Altasa, huwezi kupinga namna hii. Wachawi wameshajua kwamba anatengeneza dawa, kwa hiyo wamekuja kwa njia ya paka. Sasa hakuna namna, ndugu mganga, unatakiwa ufanye chochote unachojua, unipe staili ya mbwa, na kama unavyojua mbwa na paka ni chui na paka. Alofunga mlango ndani simjui. Sasa hapa ndo sehemu salama hapa. Na magada na shuka tubianya na banda mama na magada na shuka gere na banda gere. Hivi tu shoga yangu, kuna kitu nataka nikuulize. Hivi ni kwa nini Mwasi anaweza kutokea kichari? Yako mambo zaidi siwezi kukueleza, zaidi ya kumsaidia dada yako atoke katika hiyo dunia. Sasa kumbe unaweza kumsaidia unao. Sasa kwa nini usimsaidie kabla hajajifungua? Kuna mambo mengi zaidi utaki kuyajua, na usichokijua wamemuwai ili watimize masharti yao. Unataka kuniambia mama yangu alikuwa mchawi? Koma mara 3 wewe binti. Makaburi ya wazee afikiri kwa maswali mepesi hivyo. Shwai ni wewe. Samahani shoga yangu. Ila sasa mimi nataka kutoa taarifa kuhusu kupotea kwa Mwasi. Wewe ni mjuaji? Kielele. Kupocha unapenda? Nenda katoa taarifa, watu Mwasi wanamuona. Yula speed, umbea huo. Hapa si wanamuona hao. Mimi mbona sije kukutana naye? Hujaamua kwa sababu wewe una mapepe na kielele. Sawa. Ila sasa unajua siku hizi mume wangu ameanza kuniita mchawi. Na bado. Kwani wewe mchawi? Hapana. Kumbe unalijua. Tunu, gari limewaka. Unywa tu. Jua la usiku, jua la usiku, kuna mambo mengi kwenye
jua la usiku. Jua la usiku, jua la usiku, kuna mambo mengi kwenye jua la usiku. Jua la usiku, jua la usiku, kuna mambo mengi kwenye jua la usiku.